Niona gwakwa kwina Mukurinu urangagira nyina Gachagua. Ndetiguo. Na nĩ mwega ona ndahota kumutunya acari ungi. Noguo mwauga na ni tondu ndiragiuka ri munjarerie Mukurinu eri graduate mundehere na ningi andike office. Nĩ mũkũndehera na Mukurinu matiri ucungereke ri mwire handu hothe twikirite Mukurinu ni harathio wega. And we are confident, we are truly confident that the Secretary for Diaspora Affairs, we extend our sincere gratitude in every endeavor that the diaspora have to fruition. Sometimes we forget that those excellency, they driven more than an hour and a half when you are eating. So, now you allow me to come and give what. We are confident, we are truly confident that the good outcomes. In conclusion, to Ambassador for Diaspora Affairs, we extend our sincere gratitude to you, every endeavor that the diaspora have to fruition. Excellency, they driven more than eating. So, now you allow me to come and give what. We are here and thanking God for keeping you and giving you the health that you have, to see you for some of you have been here for the longest. We have students who are in school. I feel very elated to know that you are men and women of resilience. And we love the boy children and we are taking care of you. We are having your back, and back home we are saying it is time to protect the seed carrier and get them from depression, frustration, and mainstream them to the level that they can achieve their dreams and their vision. The boy children who are here, and I say because I am a mother will call the son a boy child from cradle to grave. So when you are called like that, don't feel offended. It's just the mother who has said it, and we love the boy children and we are taking care of you. We are having your back, and back home we are saying it is time to protect the seed carrier and get them from depression, frustration, and mainstream them to the level that they can achieve their dreams and their vision. So God bless you. The new government, I think most of you now know the bottom-up government of President Ruto and Deputy President Gachagua is looking to change the economy like never before. And a lot is happening, and hopefully we would get to hear what is happening on the ground in order to change the livelihood of our people back in the country. And your contribution, which they honored by creating a division for diaspora, is heavily contributing to our Republic of Kenya. One of the things, and some of you who have read what I've said, is that because I was a diasporian myself, is that we don't repeat the mistakes I made, because I put up a house in the village where nobody can go for Airbnb. We're somewhere in the forest, and we have a chance.
government of Kenya is talking about affordable housing, very good ideas that if you've got to build in a place where the house can contribute to economic development, not like us who put up houses in very complex places where the nearest police station is about 20 kilometers away, and it becomes very difficult to either rent or do anything. This is just dead capital, and I'm sure that those of you who are younger understand what I'm saying. Older people don't, like myself. So the point we are trying to emphasize, I met the diaspora on Saturday and Sunday. We were together and discussing ways in which we can improve the current status of those in the diaspora and those living at home. There are many ways in which the government has created the opportunities for you to make the investments, but we must begin to make consultations like these ones in order to make the right decisions as we move forward. Niseme ya kwamba hii fertilizer ambayo imekuja ni meli ya kwanza ambayo ilifika Mombasa tarehe 15, na niseme ya kwamba vile ilifika fertilizer inaendelea kuletwa mpaka Nairobi through SGR, na kutoka Nairobi sasa wakulima ndio wanapelekewa na maroli mpaka kwa buying centers zao direct. Na niseme ya kwamba meli ya kwanza ilikuja na tani 47,800. That is almost equal to 9,056 bags of 50 kgs. Na tunaendelea kuona ya kwamba hiyo fertilizer inatolewa kwa meli ikiwekwa kwa mifuko ndio wakulima waendelee kupata. Na hiyo ni kazi ambayo itachukua muda wa karibu wiki 3, na ikiisha meli ya pili already itakuwa imefika Mombasa, na tuendelee na distribution ya fertilizer all through the month of November. So niambie wakulima ya kwamba fertilizer yote vile tulikuwa tumeagiza by November 20th tutakuwa tumemaliza kupea wakulima, ama tuseme by end of November kila mkulima atakuwa na fertilizer yake na kila mtu atapewa ile fertilizer alikuwa ameapply, na ndio tunaomba watumie vizuri. So in total fertilizer yote ambayo inakuja kwa KTDA ni 92,000 tonnage metric tons ambazo tunadistribute kwa farmers, which is equal to about 1,700,000 bags ambazo wakulima wetu watapata. Na niseme ya kwamba hii fertilizer tumeshukuru sana kwa vile fertilizer inatoka direct from Nairobi na lori hii trailer inakuja paka kwa mkulima mahali yako. Lakini hapa kitambo fertilizer wakulima walikuwa na ngoja inakuja kutoka Mombasa, inaletwa factory, alafu lori factory inachukua inaleta mpaka kwa buying center. Lakini sasa tumeshukuru kwa vile ile mikakati KTD imeweka pamoja na management ya factory, hata sasa fertilizer ikifika Mombasa inaletwa na kitu inaitwa reli, alafu kutoka Mombasa, kutoka Nairobi inachukua na lori na ingia kwa factory, kwanza inakuja kwa mkulima direct. Na ini kwa sababu gani? Hiyo ina reduce production, ina reduce matumizi ya mkulima. Ile pesa angetumia kwenda factory kuchukua fertilizer, hiyo tumepunguzia yeye. So fertilizer inaletwa karibu na shamba yake. So mkulima anachukua fertilizer kama leo, wanachukua kienda wakiweka kwa shamba sao. So tumeshukulia arrangement yote ya hii fertilizer vile imekuja, na imekuja the right time. Juu saa hii ukiangalia vile njua iko kidogo, mvua ilikuwa hapa last week for about 1 week, na sasa mvua imepunguza kidogo. So saa hii ni kuchukua fertilizer na kuweka kwa shamba. So tumeshukuru juu hii fertilizer imekuja the right time ile inatakikana. Ile kitu ningetaka kuambia wakulima, tafadhali. Fertilizer ukipata fertilizer enda uweke kwa chai yako direct. Juu the moment unachukua fertilizer unaenda unauza, wewe mapato yako itakuwa kidogo. Na kulingana vile kulingana na vile mikakati iko, wala watu wanachukua fertilizer alafu wanauza, ukijulikana kuna sheria inachukuliwa na
management ama factory ili iwe funzo kwa watu wengine. Lakini pia tungetaka kuambia wakulima, tafadhali, ukipata fertilizer yako enda uweke kwa shamba yako, juu wakati umeweka fertilizer kwa shamba yako ina increase ile kilo unachuna kwa chai, na hiyo kilo ndio pesa. So wakati umeuza fertilizer, ujue hata wewe ile kilo utakuwa ukichuna itakuwa ndogo na mapato yako itakuwa ndogo. Hata tukitoa bonus na pesa ngapi na kilo yako ni kidogo, wewe utakuwa ukipata kitu. Juu kitu ya kwanza, chai inataka fertilizer ya kutosha. Na kwa kila mkulima ule ako na 100 shamba anapata mfuko mmoja. Ule na below 700 hata anapata mfuko mmoja. Lakini KTN tunaishukuru sana juu kuna mikakati wameshaleta, wanasema hata wale wako na mistari 200 hata atapata fertilizer ya 25 kilo.